Niliwaambia pastor alisimama kwa kanisa akasema, niko na wageni wamekuja kutoka Bali na wale Mungu amepea nyumba kubwa, chukua mgeni mmoja. Alale kwako, arudi conference kesho. Walikuwa na conference ya siku 2. Wakaambiwa simameni wale wageni wote habana kwa kulala. Mmetoka Bali. Kuna mtu mmoja alisimama karibu na huyo brother. Huyo brother ako na nyumba kubwa, ako na guest ya wageni, lakini alipoangalia ndugu kutoka kichwa mpaka miguu akaona ni mwizi. Na ni ndugu mzuri sana, ni wale wametoka kijiji. Alikuwa ametoka kijiji. Unajua ukitoka kijiji haujali nguo sana vile zimekaa. Hata hauogi sana, unaoga nini? Unajua kijiji mwanaume kuoga hata unaulizwa kwani unaenda safari. Kionekana kwa bafu si mtu anaulizangwa hivyo. Kwani mnaenda? Tulienda kijiji siku moja, tukaanza kupanga laini kwa bafu tukioga. Baba akakuja akasema, "Oh, mmerudi Nairobi." Tukamwambia pana ni kuoga. "Oh, hamrudi? Na mnaoga nini?" So duga kaja, huyo akamwangalia akakataa. Wakaitwa ni nani? Ndugu huyo alishukuliwa na pastor trust. Hakuna mtu alimshukua, ni pastor alimshukua. Mungu hakusema kitu, hakumpiga, hakumuuliza. Aligojea aende Washington, America. Wakati alifika Washington, Marekani, walikuwa wameongea vizuri sana na yule anamgojea. Hata wakasema wanapanda ndege, walicommunicate kabisa mpaka wakaenda hewani, wakafika Radan. Siku hizo ilikuwa zinapitia Radan, wakapiga simu. Huyo akawaambia sasa, immediately mkifika hapa kwetu ni karibu na airport, ni kutuita tu, tutakuwa tumefika hapo dakika moja. So walipofika Washington, simu haikushikika tena. Na wametoka airport hapo nje, wanasema thank you Jesus, thank you Jesus. Unajua sasa zingine kwenda Amerika inakuanga kama kuota. Bishop yule alikuwa anakaa hapa zamani anaitwa Bishop Ben. Siku moja alifika New York. Akanipigia simu. Nikamwambia umefika New York. Akaniambia nimesimama New York. Nikamwambia unaonaje? Akaniambia kwa Kikuyu, "Ndio goka eko toto ile ku." Mimi nashindwa huko tunakaaga wapi? Nikamwambia kuna akaniambia huko ni msituni. Na sivyo aliona nini? Alijaribu kunitumia tupisha. Na kweli ukiangalia unaona kama ni vile sisi tunafikirianga heaven iko, na New York iko. Afika Washington. Yule mtu alikuwa amesema apigiwe simu hakuchukua. Ilikuwa inalia inakata, inalia inakata. Sasa wazee ni kulala kwa barabara. Siku ya kwanza wakalala. Siku ya pili wanasuguka, wanaambia watu hii namba. Hiyo namba wanaiangalia wanasema haiko Bali lakini ni area hii tu. Walisuguka. Siku ya pili walilala kwa barabara na mnyole wakapewa. Kwa sababu kulikuwa wakati wa baridi, wakapewa mnyole. Wale watu wa wananga kwa kulala wanalala kwa street ni hapo. Alafu mnaamshwa asubuhi na mabuti ya polisi. Wake up. Why are you sleeping here? Who are you? Wanaamshwa. Hakuna chai, hakuna chakula. Mzee aliniambia, aliketi chini kwa mawe, akauliza Mungu, unaweza kunifanya hivi? Nimekutumikia, nimefanya kazi yako, ninalala nje Washington. Bwana akamwambia, unakumbuka mtu yule alisimama karibu na wewe nikakwambia akalale kwako, ukasema anakaa mwizi? Akaambia hata nyinyi mnakaa waizi. Na watu wakaanza kuwauliza, are you thieves? Who are you people? Why are you sleeping on the farada? Walipiga magoti kwa farada, wakalilia Mungu, wakatubu. Wakati walitubu, yule mwenye kuwapokea ndiye alipiga simu. Akauliza, mko wapi? Tumesukuka airport siku 2. Wakasema tafadhali hapa imeandikwa within 10 minutes walikuwa hapo. Wakashukua na gari. Hata walipofika hata hawakuongea. Hata walipofika kwa nyumba hawakuongea. Walikuwa wanaulizwa wanasema don't worry.